kwa sababu Mungu amekuwa akiniongoza na kunielekeza katika kiwango hiyo ya kufundisha na kuhubiri. Kukomaa kiroho. Ambia jirani yako kukomaa kiroho. Praise the name of the living God. Nataka tuelewe neno moja ya kwamba kama vile mtoto wako anapozaliwa siku ya kwanza hawezi akafanya kitu chochote, anafanyiwa kila kitu. Na wakati masiku zinaendelea kwenda, huyo mtoto anaanza kudevelop, anaanza kujengeka, anaanza kuimarika. Atafika mahali aanze kutambaa, atafika mahali aanze kusimamia kwa vitu, aanze kufundishwa vile ataanza kutembea, kisha akifika mahali aanze kujisimamia mwenyewe, anaweza kupiga hatua 2 3. Sasa hiyo ni hatua ya kukua. Na uwezi ukapata mtoto leo na kesho huyu mtoto akaamuka ukakutana naye kwa mlango anaenda nje. Hata najua hiyo nyumba utatoroka, utaiwacha. Mtoto ni wako, lakini utahama hiyo nyumba, utaenda, kwa sababu ni mambo ya maajabu. Ulijifungua mtoto jana na leo unakutana nao anakuambia natoka nje chooni. Huyu mtoto utajikuta kwa madhabahu unataka umuombe, kwa sababu hiyo imeshinda hata hospitali. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hiyo process ya kugrow lazima iwe inaenda hatua baada ya nyingine. Ukipata mtoto na upate ana meno, huyo mtoto utamweka kwa nyumba yako? Uzae mtoto upate cameraman? Huyu mtoto hata ni wako, lakini hata kumgusa utaogopa, kwa sababu hii ni mambo gani? Si mambo ya kawaida. Praise the name of the living God. Lazima apitie hatua ambazo mtoto anastahili kupitia ili awe mtu mzima. Na ukipata mtoto na amalize miaka 5 hata hajatambaa, huyo mtoto ako sawa kweli? Huyo mtoto kuna shida, na utaanza kutafuta uganga na udaktari na maombi ili kwamba huyu mtoto akaweze kusimama na kutembea. Sasa nataka niseme hivi, kama iko hivyo katika maisha ya kawaida, pia katika maisha ya wokovu na katika safari ya imani it is the same. Siku ya kwanza ambayo ulipokea Yesu katika maisha yako, wewe ulikuwa ni kama mtoto ambaye amezaliwa katika dunia. Kuna tabia ya Wakristo ambao ni wachanga, na kuna tabia ya waokovu ambao wamekomaa. Kwa hiyo kila mwokovu katika nyumba ya Mungu lazima uelewe ya kwamba growth is a process. Wokovu ama imani ni maisha ya hatua baada ya nyingine, lakini hizo hatua zote zinatuelekeza katika mahali pamoja ambao panaitwa ukomavu. Amen. Bwana asifiwe. So utapata kama kuna watu ambao wanang'ang'ana katika wokovu wao ama katika maisha yao simply kwa sababu ya kwamba katika mtembeo wao na Mungu ama katika wokovu ama safari yao ya imani wamekwama stage moja, hawakomai ama they are not maturing in God. It is dangerous to be a believer in church that is not maturing in God. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kwa dakika zinazokuja chache, najua ya kwamba sitaweza kumaliza hii topic. Nitamalizia siku nyingine na itakuwa ya baraka, lakini nitakuza mambo machache. What is Christian maturity? What is Christian maturity? Kukomaa katika Ukristo ni nini? What is Christian maturity? Hapo ndipo nataka kuanza nayo. What is Christian maturity? Christian maturity number 1 is growing to be like Christ. Growing to be like Christ. Kukomaa kiroho ama katika Ukristo ni kuendelea kukua kama Yesu. Tuko kanisani leo watu wa Mungu kwa sababu tunatamani kuwa kama Yesu. Maandiko wa Efeso 4 mstari wa 13, mtu anisomele hapo. Tualifungulia wa Efeso 4 mstari wa 13.
Ephesians 4 and verse number 13. Biblia inasema hivi, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, till we all come in the unity of faith. Ule umoja wa imani, and the knowledge of the Son of God, na kumjua mwana wa Mungu. So imani ni growing to be Christ-like. Yani ili tukaweze kukamilika katika imani. Kukamilika katika imani is to be mature. So as a believer, unahitaji kuelewa ya kwamba maturity ama purpose yetu ya kuwa kanisani ni ili tufanane na Kristo Yesu. Hatuko hapa tufanane na pastor, hatuko hapa tufanane na mama kanisa, hatuko hapa tufanane na bishop, hatuko hapa tufanane na mtu yeyote ama pope yule wa Catholic. We are here kwa sababu natamani siku moja tufanane na Yesu. Mtu mwingine aliimba hivi akasema, nifundishe kuomba Bwana, niombe kama wewe. Anataka awe anaweza kuomba kama nani? Kama nani? Kuna mtu kwa nyumba hii anatamani apige maombi kama Yesu. Praise the name of the living God. Anatamani awe anaweza kuomba kama Yesu. Anatamani awe anaweza kutembea kama Yesu. Anatamani afanane na Yesu. Sikupatikane watu katika kanisa wanaosema natamani maisha yangu sura tu iwe tofauti na mwili, lakini maisha yafanane na Kristo. Kanisa ni chama ya kutengeneza watu wafanane na Yesu. Lakini shida ni kwamba kanisa limeanza kubadilisha watu. Kanisa zimeanza kubadilisha watu wafanane na kiongozi wao, wafanane na watu fulani. Sisi dini yetu tunafanyanga hivi. Sisi dini yetu tunafanyanga hivi. Sisi dini yetu watu tunavaa hivi. Si kuna manguo zingine ukiziona tu unajuanga dini. Praise the name of the living God. Ukiziona bora bongo. Uoro ni nani? Praise the name of the living God. Abaki bai. Ukiwaona utawajua. Kwa sababu ya ni mtindo wa dini. Mtindo ambao dini imesimamisha kusababisha ya kwamba wajulikane. Lakini kunazo kanisa ambazo zimejitolea kufanya watu wafanane na Yesu. Utakapokuwa na moyo na kiu na njaa ya kutamani kufanana na Kristo, you will not care about magwanda gani ya dini gani. You will not care about such nonsense. So maturity ni kutamani kufanana na Yesu Kristo. Na maandiko yamesema till. Oh my God. So nilikuwa nafafanua what is Christian maturity. Maturity number 1 is growing to become Christ-like. Number 2, Christian maturity is stability in faith. Kuwa thabiti katika imani. Kuwa thabiti ama na msimamo katika imani. Waefeso 4 mstari wa 14. Ile 14 inasema hivi, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men,
and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Kuwa thabiti katika imani, kukomaa katika imani ama katika Ukristo ni kuwa na msimamo katika imani. Mwokovu ambaye amekomaa katika Mungu ni mtu ambaye ako na msimamo katika imani. Biblia inasema huyu mtu is not tossed to and fro by every kind of doctrine. Si mtu ambaye anayumbayumbishangwa na kila aina ya injili ama mafundisho yanayokuja. Kuna waokovu kanisani, wakisikia mtu anatabiri kule wanawakuta kule. Wakisikia unda kunyura ko jinaru miha kolumbi hamruso ile ngani. Ogorumu hamruso ile baranga wewe. Nilisikia mhubiri mwingine ako tu Kubunyore, sitaki kutaja yeye ama kanisa yake. Alihubiri kwa Radio Samaritan nikisikia. Akasema ya kwamba yeye si mhubiri, yeye anapeananga nyota. Lakini kuhubiri wende kwa pastor wako akuhubirie. Mimi si mhubiri, mimi ukitaka nyota ukuje nikupatie. Lakini hapo na kanisa na imejaa kushinda yangu. Lakini anatangaza mpaka kwa radio, mimi si mhubiri, mimi si pastor. Lakini utapata watu wameenda kwa sababu ana aina ya mafundisho inayokufanya uelewe kuna kitu unakosa na unahitaji aende akupatie. Na hiyo kitu inaitwa nyota. Kuna siku nilihubiri hapa nikasema I don't need a nyota ili nikaweze kuhubiri. Sihitaji nyota ili nipate pesa. Praise the name of the living God. Uliza jirani yako, wewe una nyota? Kama unahitaji nyota sema amen. Hapa good news hatuhitaji nyota. Na ukipata mtu anahubiri nyota, mwambie sisi good news hatuhitaji nyota. Hata ukiniona nayo chukua uongeze kwa yako. Praise the name of the living God. As long as we have Jesus, Jesus is enough. Praise the name of the living God. Jesus is enough. Yesu ndiye nyota yetu. Yesu ndiye nyota yangu. So mwokovu ambaye amekomaa hasukumwi na aina ya yote ya mafundisho yanayotokea, kwa sababu huyu mtu ana msimamo katika imani. Anajua kile alichoamini, anajua vile aliamini, na huwezi kumsukuma huku na huko. He is stable. Natamani kuinulie watu katika nyumba hii ambao watakuwa wamekomaa na wana msimamo katika imani na katika mahusiano yao na Mungu. Hata nje mafundisho ya aina gani, hata nje doctrine ya aina gani, you are standing. Nilisema hapa tutatajirika bila nyota. Praise the name of the living God. Nani unahitaji nyota? Kutume mahali na peanagwa. Hello, you need a star. Amen. So, maturity is stability in faith. Kuwa na msimamo katika imani. Kwa sababu hautayumbayumbishwa. Shida zikikuja, matatizo yakiingia, majaribu yakitokea, wewe umesimama kama mnara. Umesimama kama pila. Kitu ambacho ufanya nyumba ikuwe na nguvu, hata kama ni gorofa ya ngapi kwenda juu, ni pillars. Lakini hata ukiweka mchanga ikuwe na simiti kali kiasi gani, hata ukijenga na mawe imetoka kwa kware gani, lakini hiyo nyumba umeinyima kitu inaitwa pila, itaanguka hata kabla watu wakae ndani. Kwa sababu kitu kinachofanya isimame na isiyumbayumbishwe na mawimbi wakati inakuja na upepo ni pila. Natamani Mungu akusaidie so that uwe Mkristo ambaye umemachua. Utajuaje mtu amemachua? Utaangalia vile ambavyo uwe anaamini kila kitu. Mtu ambaye ni mchanga kiroho anaamini kila kitu. Mundu na wenda mkanisa mwefe kumara akora mbona yahandi ni njiro mwenu. Wenda pastor wefe ya ngore na yahandi ni njiro mwenu. Unaingia pale. Yaani unasukangwa na kila aina ya kitu kinachokuja. Sikutokee watu hapa ambao watakuwa na msimamo. Praise the name of the living God. Hiyo ni kuonyesha wewe ni mtu umekomaa katika mahusiano yako
na Mungu. Amen. Ambia jirani yako ukuwe dhabiti. Naongea na watu ama watu wameenda? What is Christian maturity? Number 3, consistent obedience. Maturity is consistent obedience. Maturity is doing God's will even when it is difficult or unpopular. Maturity is consistent obedience. Yani ni kutii Mungu. Mwokovu ambaye amekomaa katika Ukristo ama katika wokovu ni Mkristo ambaye yuko tayari kutii Mungu. Nilifundisha hiyo asubuhi wakati nilikuwa nafundisha kuhusu imani, si kweli? Huyu mtu yuko tayari kutii Mungu even when it is difficult or unpopular. A mature Christian will obey God, will do the will of God. Nitafanya mapenzi ya Mungu. Hata kama itakuwa ni ngumu kweli kweli. Hata kama itakuwa si rahisi. Hatua ambayo huyu mtu atachukua to follow God is what we walk as to know ya kwamba huyu mtu amekomaa katika imani. Lakini mtu ambaye wakati mwingine anasita kufanya mapenzi ya Mungu, anasita kutii Mungu, hii inamaanisha kwamba huyu mtu angali ana uchanga wa kiroho, ana uchanga wa kiimani. Na ili ukaweze kuguza moyo wa Mungu, anataka watu ambao wamekomaa. Praise the name of the living God. Amen. Do we have people in this house that are ready to obey God? Yes. Even when it is unpopular, even when it is difficult. Wakati mwingine vitu zingine ni ngumu. Mfano tunaipata na Yesu. Ameenda pale mlimani ameomba, Baba, kama ni mapenzi yako niondolee hii kikombe, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Praise the name of the living God. Mapenzi ya Mungu ilikuwa nini? Ilikuwa lazima akufe msalabani. So tunaona Yesu anahitaji kumtii Mungu. Hata kama hiyo mapenzi ya Mungu ni kifo, you have to follow him. Will you obey God when it is costing your life? Asubuhi niliuliza kuhusu kutoa mtoto. Leo hivi wacha tutoe mtoto ni wewe. Yesu ameomba mpaka jasho imekuwa damu. Lakini mapenzi ya Mungu ni ili yeye akufe ili watu wakombolewe. Will you allow God when he wants to take your life to deliver many? Zingine ni ngumu wapendwa. Hata homa ikikuja inakwanga tu Hiswa Timoni ke homa lila Yesu homa tu. Lakini when the will of God ni kama ile ya Yesu, aliomba mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini mapenzi ya Mungu haibadilishwi. Na nilifundisha nikasema hapa, uweze kukemea mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Ni kweli jina la Yesu liko na nguvu, na tunaweza kulitumia kukemea kila kitu, lakini hatukemeangi kitu moja inaitwa mapenzi ya Mungu. Kama aliandika uvutwe kazi mahali unafanya kazi, hata uende kwa mlima siku 90, hata uende kufast na kufunga, the will of God can never be casted out. The will of God can only be enforced. Kwa hiyo kabla ukemee, jiulize ni mapenzi ya Mungu nifanye kwa hiyo kampuni. Kuna kijana mmoja wa hii kanisa alifutwa mahali. Alikuwa analipwa 5,000 na kitu hapo. Sasa mdosi wake akakuwa na kisirani mingi, tukajaribu kuomba, hata akakuja nikaomba na yeye, akatoa mpaka sadaka. Lakini wakati alirudi alifutwa na nimekula sadaka. Imagine wewe utaniongea aje, nimekula sadaka yako na umerudi ukafutwa. Utasema pastor ula wapi? Hiyo inaongewango pastor ula wapi? Zana damini mpaka sadaka. Nganda rulema gani nje kufutwe kazi. Lakini wakati alienda akafutwa kazi, wiki mbili haikuisha akapata kazi nyingine ambayo mshahara wake imeshinda ile kama na 3,000. Amepata kazi nyingine ya mshahara nono
kushinda ile. Sasa Mungu alimjibu maombi yake.